Nilikuwa naangalia tu kwenye sinema mtu ameparalyze, naona sijui anakuwa na hali gani. Lakini ilipofikia kwangu, wakati nimeparalyze siwezi kufanya chochote. Ni shingoni tu huko juu ndio panafanya kazi. Huko chini siwezi kufanya chochote kile. Ni hali ambayo ilikuwa inaniumiza, naona kwamba ndo nimekaa nimeishia hapa nimekaa ndani. Na nilikuwa naumia zaidi kwa sababu mama yangu alikuwa anaumia kuliko mimi. Kwa hiyo ni lazima niwe mkali hasa kwa mama yangu. Niweze kumpa moyo, yani mama kwamba nimekaa lakini nipo, nitapona, siwezi kufa. Hii hali tutaivuka. Tumepambana hivyo miezi 6 hospitali, miezi 6 nyumbani. Hali inabadilika, napata nafuu ya muda mchache. Lakini kuanzia mwaka huu mwezi wa kwanza wote nilikuwa hospitali mpaka mwezi wa 5. Nilipofanywa operation ya 22, daktari alipokuja kuniona siku ya nilipotoka kwenye operation nilikaa ICU. Nimekaa ICU safari miezi 2. Nikiwa sijui naingia wala nitoka. Okay. Sasa daktari alipokuja kuniangalia akasema, alikuwa ni Muhindi. Akaniambia, Hawa, wewe bado ni mdogo sana, lakini kwa jinsi tumbo lako lilivyo ndani, nasikitika kusema unaweza ukafanywa operation maisha yako yote. Itafikia tu uta give up, unaona traumatizing, maumivu yamekuwa makali. Unaweza kufanya chochote kile, lakini kwa ushauri wangu mimi kama daktari na jinsi tulivyoona tumbo lako, inabidi familia kama familia mkae mkubali ufanywe operation tena kwa mara nyingine. Kuna kifaa unatakiwa uwekewe tumboni ambacho kitaweza kuzuia matumbo yako kushikana na kovu lako la nje na ndani. Bila hivyo tutakuwa tu tunakufungua na kufunga, kufungua na kufunga kama mtu kuchukua maamuzi kama familia. Mimi nilichoka kwa kweli. Kwa sababu nilikuwa naamini baada ya operation nitakuwa nimemaliza. Ndio ya mwisho 22 22. Lakini mimi daktari mwenyewe kaja kuniambia kwamba inabidi nyingine. Akaniambia, wewe Mungu unayemwabudu inabidi endelea kumwabudu, muombe awape ujasiri mkubali kuingia maumivu mengine tena. Bila hivyo utapasuliwa maisha yako yote. Nikamwambia sawa daktari. Lakini hapo operation hiyo ya 22, baada ya kufanya vipimo nimekaa kama miezi 2, madaktari wanaingia kila siku na kuniona nafanya vipimo. Wakasema hatuwezi kukufanyia operation kwa sababu operation yako asilimia za kusurvive ni 1%. 99% zote sisi kama madaktari tunaamini tunakuacha theater. Ilikuwa ngumu kwa kweli. Lakini nikamwambia daktari, mimi naamini 1% kwa Mwenyezi Mungu ni kubwa sana. Kuliko kuendelea kuteseka napata madawa, mnanipiga mabomba kusaidia haja itoke haitoki, tuingie na mwacha Mwenyezi Mungu. Madaktari wakasema niwaite wazazi wangu wa sign wakubaliane na lolote litakalotokea. Operation 23 22. 22. Nikawaita mama zangu, nikawaelezea. Wote walishtuka baada ya kusema kwamba na 1% tu. Nikamwambia mama zangu, hiyo 1 ni nyingi sana kwangu. Kama niliweza kutembea nikiwa natembea natoka funza tumboni, na najua natoka funza. Kwa hiyo 1% kwangu mimi naona ni zaidi ya 1000 kwa Mwenyezi Mungu. Wazazi wangu kweli walikataa, mimi nilisaini mwenyewe. Nikaingia, nashukuru Mungu tukatoka. Lakini nilipotoka nilifikia ICU. Nikakaa hospitali miezi 2. Daktari akasema mazingira ya hapa sio mazuri, nadhani ukiwa nyumbani itakusaidia kupona, hata kisaikolojia itakusaidia. Wakaniruhusu kurudi nyumbani. Lakini dagea nimekaa nyumbani siku 3 za adabu, za maumivu makali kuliko. Yani za kuumwa, sijali kama nina kidonda na binuka. Jamani nakufa. Nikarudishwa hospitali usiku, hiyo siku ya 3. Kufanya CT scan wakasema kuna usaha mwingi sana tumboni. Inabidi tukupasue tena.
nikawa mkali 23. Nikamwambia hapana, mwezi kunipasua, acheni tu niende nikafie nyumbani, siwezi kupasuliwa tena. Mmenipasua operation zaidi ya masaa 10 na mmefungua tumbo lote, usawa umetoka wapi? Akasema ni lazima. Kwa hiyo alikuja mkurugenzi wa Bugando akaniambia mimi napokea simu kutoka Wizara ya Afya, ni lazima hawa tukufanyia operation kwa sababu ni tamko la rais wetu. Huwezi kutoka hapo hospitali ukiwa kwenye hali hiyo, hatuwezi kukuruhusu. Nilikataa. Wakaingia baba zangu, nilikuwa emergency, nilikuwa natakiwa niweke mpira wa pua kuweza kutoa ule uchafu tumboni. Ule mpira sikwambie mtu unauma sana. Kwa hiyo kila nikiwekewa badala ya kuumeza na utema. Akaingia mjomba wangu, akaingia na baba yangu, kanisi sana, nikakubali kuweka ule mpira. Asubuhi yake nikaingia theater kwa sababu ya operation 23. Nilipotoka nilifikia ICU, pia hali ilikuwa nzuri. Lakini bado ushauri wa daktari ulikuwa ni huo, lazima nifanywe operation tena kuwekewa kile kifaa tumboni. Ambacho alikwambia Daktari Muhindi sasa. Assalamu alaikum. Naitwa Safia. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Napenda kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama yetu Samia Suluhu Hassan. Asante sana mama kwa kuniona, kunibeba. Asante. Naweza kunilipia bili yangu yote na kwa hospitali. Siku ambazo nipo. Na wameniambia niwe na imani mpaka siku zinazoendelea. Sababu mama ameshika mkono wangu. Nakushukuru sana mama. Nashukuru viongozi wako wote ambao wamekuja kwao kwa niaba yako. Nashukuru wote. Nakushukuru Kastini sana kwa kweli. Nakushukuru Demenda, viongozi ambao wameshakuja hapa. Hamna wa mama, ni binafsi kwa kazi yenu. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asanteni kwa kunibeba. Asanteni kwa kuwa na mimi. Mabadiliko nayaona hapa makubwa. Namshukuru Mungu. Sababu nilivyoambiwa kwamba utumbo wangu mkubwa ndo shida. Ilionekana kwamba wao wenyewe ndio unaleta changamoto zote hizi. Kwa hiyo hautakiwi kuwepo. Kwa hiyo natakiwa asilimia, kama ni 100% utumbo mkubwa, natakiwa 85 au 90 yote ukatu. Unabaki kidogo sana kuunganishwa na utumbo mdogo. Kwa hiyo ina maana kumbe utumbo wako mkubwa umekatwa karibia wote. Karibia wote, ndio. Sasa wameunganisha? Wameunganisha na nadhani utumbo mdogo ambao ulikuwa umebakia nao pia ni kidogo sana. Sasa wanasema kwamba mtu ukikatwa vile utumbo mara nyingi kula unakuwa unapita unakula kidogo sana. Kwa madokta wao wamesemaje? Kwa madokta wamesema itachukua muda kwanza mpaka akili, ndio wanasema